ya moyo si kama ya kawaida. Hakimu ni hisia na mashahidi ni ndoto. Mapenzi yanavyoma, hakuna msamaha. Nimefungwa kifungo cha kimya kwenye jela ya upweke. Mimi ni mcha Mungu, sina makosa. Nimependa kwa kweli, lakini nampenda siona. Yeye bado anamhukumu mwingine kwa kosa la zamani, wakati mimi nipo hapa. Naomba nipate nafasi, sikutaka kuwa shahidi wa maumivu. Kesi ya moyo si kama ya kawaida. Hakimu ni hisia na mashahidi ni ndoto. Mapenzi yanavyoma, hakuna msamaha. Nimefungwa kifungo cha kimya. Kaka Martin, hivi swala la kuoa unalichukuliaje? Unajua mama linamsumbua sana kichwa kama hajawahi kukwambia. Ndiyo, na najua vizuri na nafahamu. Anajua umuhimu wa kuoa. Anajua vizuri sana, lakini pia najua mama shauku yake jinsi ilivyo kutaka kuniona mimi nimeoa. Ili siku hapa akija na mke wake, watoto anafurahi, upweke na mimi unanyisha. Naelewa vizuri sasa. Sasa kwa nini mzuri tu? We, unamjua Koku yule? Koku kwanza, mtu astarehe. Koku sijui waini gani asiyojua hapa Tanzania. Koku yeye ni mtu wa fegi. Koku hapendi kusali. Koku batagel. Sasa wewe ni aina gani ya mwanamke ambaye wewe unampenda? Au aina gani wewe ya wifi ambaye unamhitaji? Au kwa sababu tu mnaitana wizo, wifi, ndio nataka mimi na mwanamke Tanzania mdogo wangu? Lakini kaka, usisahau wakati unakuwa maada, Koku alidiriki kuiba mpaka dukani kwa baba yake ili akulipie wewe msome. Ndio, lakini mwizi. Mimi sijakataa. Kwa hiyo mimi niwe mwanamke mwizi. Aliiba kweli? Ni mwizi. Mtu aiva shindu kunibia mimi hapa kwangu. Sasa kaja ataka iba na mimi akaangalia hata vitu vyangu. Siku nimekwama naye kakwama, kaiba. Angalia TV kaiba. Si nini vitu kaiba. Kwa hiyo niwe mwanamke mwizi. Unataka mwanamke hivyo? Hapana. Ila uamuzi wa kuoa ni wa kwako. Wewe ndio utakayeangalia mwanamke gani ni sahihi kwako. Kumbuka tu mama ana wasiwasi. Kwa hiyo jitahidi. Mdogo wangu, mimi najua kwamba mama ana wasiwasi. Lakini pia nikwambie kitu kimoja. Hakuna kitu kizuri sana kama mtu kiwa mke mwema. Hicho ndio kitu tunacholilia kwenye familia. Kuliko tu tuonekane na wanaume wa siku hizi, hatupendi kuoa, tunapenda usingo. No. Lazima ifike wakati nipate mwanamke sahihi. Hata wewe ukija kusema yes, kakaangu ana wife. Kakaangu ana mwanamke kweli. Kuliko tu nioe kumfaisha mtu. Ila nakuahidi, iko siku kimpendeza Mungu na nitaoa. Sawa? Kweli, lakini mimi nifanya tu ni mwanamke mzuri, anafaa. Ila kama changamoto ni hizo. Kesi mezani, moyo umegawanyika. Navaa koti la sheria, moyoni vita. Ninampenda, lakini muda hautoshi. Nikitembea kwa haki, mapenzi yanatokomea. Naam. Nimekuja nataka kujua mustakabali wa mahusiano yetu. Maana sasa hivi sikuelewi. Kila ninachokuambia uko busy. Kila nitachofanya, yani sikuelewi. Mimi nakuhitaji, yani nakuhitaji. Nimekumisi. Nahitaji tuwe wote, tulale wote. Yani tufanye kila kitu kama zamani. Mimi nimekumisi. Kwa hiyo kama una mwanamke, nataka nijue. Maana umebadilika sana. Hivi Koku, hata nikikwambia hayo maneno unataka kujua, itasaidia nini? Na by the way Koku, yani unawezaje kuja kwangu hapa ukataka kuhalalisha zinaa? Ni nani anakuambia uhalalishe zinaa? Usinifokee. Unanishikaje mimi hivi? Excuse me. Toa mkono wako.
Sorry. Sorry? Unanishika mimi, unaweza kunikuda mimi? Sorry. Mbona umekosa adabu hivi? Sorry. Yaani unanikuda afu unaniambia sorry. Unawezaje kunikuda mimi hivi? I'm sorry Martin. Mimi nataka nijue unanichanganya. Yaani unanichanganya. Wewe, sorry for what? Hivi uko kunajielewa kweli? Usalalishe kwangu zinaa. Sasa? Unasemaje? Unasikia nasemaje? Kuzini? Ndio. Yaani sasa hivi ndo tunazini. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa tuzini, si ndio? Koku, zamani ni zamani, sasa hivi ni sasa hivi. Unachokitaji ni nini? Koku, sijapendezwa na hilo unalosema. Hilo ni chukizo kwa Mungu. Huyu sio mume wako wa ndoa. Usichume dhambi. Neno lako ni sahihi, lakini hatupendezi kutokana na tabia zako za ulevi. Kuna mengi sana mimi nayaona. Nashindwa kukupenda. Sasa nakwambia hivi, mimi kama ni mama wa Martin, sifurahishwi na tabia zako. Na kusihi neno hili moja. Naomba umche Mungu. Naomba umuombe Mungu. Wewe bado ni kijana mdogo. Unaweza kupata mume. Awe Martin, awe mwingine. Sio mnakaa mnalumbana tu hapa. Na wewe Martin. Mama. Nakwambia hivi, mimi siwezi kukaa hapa. Kesho naondoka. Siwezi kukaa mimi sema mama hivi. Mama, please mama, nakuomba usiondoke. Tafadhali. Hiyo samani ya nini? Nikae hapa nafanya nini? Nimekwambiaje? Kesho naondoka. Mama, tusamee kwa aliyotokea. Nakuomba mama. Nakuomba mama, usiondoke. Koku. Maana mlango usikika umefunguliwa uzalao. Toa hiyo. Shika. Umeongea na Dingi? Hello, ongea naye. Amekusolola vipi? Aliniambia kuhusu muda wa kuwepo hapa. Umefanyaje hiyo muda? Nilimwomba muda kidogo. Nasubiri. Lakini nilimwomba muda kidogo. Muda gani? Miezi 6? Kana tu siku chache tu. Sikiliza. Sasa na shida zetu mlevyo, sio kitu cha kulelea watu, shida maalum. Elewa bwana? Ni masaa 6. Masaa 6 kaka? Hatoshi. Lakini miezi mingapi umepewa? Kaka, kwani kwenu mna watoto wa kike? Ni kama hivyo kwa kwenu hakuna watoto wa kiume. Maana ungekuwa kuna watoto wa kiume ungenielewa mimi namaanisha nini. Fresh tu mbona baridi. Kwa hiyo kukusanya kile kinachokuhusu, umeelewa? Kama kuna mwana ndani umezianika somewhere kusanya nini, weka sepa. Umeelewa? Ili banda letu au nyumba yetu sio nyumba ya kulelea watu wenye matatizo maalum. Nenda kwenye wizara yako kulelea watu wenye matatizo maalum. Wakakusaidia. Umeelewa? Si hapa tunategemea tupate mavumba, sio wenyewe mavumba yetu mengine yanatokana na hili banda. Umeelewa? Tupate kipato, maisha yasonge. Shensoma, kwa hiyo hapo unasepa. Chukua masaa yako 6 unasepa. Kaka, mimi nimekuelewa. Wewe umsada gani? Au uchumi unao unaokalia? Jichanganye, mbona wenzako kwa maeneo huko? Bwana masaa 6 ondoke hapa. Uuzingi. Kaka, Kelele. Mungu nisaidie mimi. Mungu natadilika mimi. Nisaidie. Nateseka mimi, Mungu wangu, mamangu uko wapi? Shalom kaka Martin. Shalom. Kaka Martin. Vipi poa, mbona unalia? Kaka Martin, nimefukuzwa. Umefukuzwa? Sina pa kwenda, nimepewa masaa 6. Pole sana. Uko wapi sasa hivi? Nipo hapa ndani. Mwenye nyumba kaniambia masaa 6 niondoke.
Pole sana. Sasa tutakusaidia. Wewe kutumia hela kidogo na kutumia hela hapo ambayo itakusaidia kwenda kuchukua hoteli. Alafu mzito siku 3 tutaona cha kufanya. Sawa? Sasa na hivi vitu kama Martin atanisaidia. Wewe kwa na amani. Sasa cha kufanya wavuka tu wako na kutumia ile kusaidia kwa ajili ya uko hoteli na mambo mengine. Sasa asante. Hawajakudhuru lakini. Hamna. Mmenitishia tu. Wamekutishia tu. Haya basi kwa na amani. Chukua tu nguo zako hapo afu ondoka. Sawa? Pole sana. Asante kama Martin, ubarikiwe. Amina. Asante Mungu. Asante Jehova. Wizo, kitu gani hicho? Hivi wewe na kakaangu Martin mna malengo gani? Wewe naye wewe. Mimi malengo yangu na Martin ni kuoana. Funga ndoa tuwe mke na mume. Kweli hayo? Ndio. Uamini? Yaani wewe Martin nampenda sana. Yaani nampenda. Najitoa na nitazidi kujitoa kadri ninavyoweza mimi. Ujue hadi alikwama hapa dachuo. Nimeiba pesa kwenye duka la babangu. Nimeenda kumlikia. Sasa mpaka hapo jamini. Nampenda sana Martin. Yaani uniambie kitu kwa Martin. Lakini sisi wanawake tunajuana. Ukimtoa Martin. Ni Martin tu. Martin. Mimi nishakuongopea. Mimi nampenda tu Martin. Haya. Na wewe unaniuliza mimi na wewe ndo ali. Niache. Basi na nakutania. Sawa. Karibu nyumbani. Naweza kazi. Karibu hapa ndio nyumbani, nyumbani napoishi. Kuzuri. Haya Hester, mimi nafikiri ngoja nikuangalizie sehemu ambayo unaweza kupumzika au kwa maana chumba ambacho tutatumia. Sasa kidogo umechoka. Sawa Unasaidia maji ya kunywa. Maji kunywa. Oye, aje basi msita kunywa. Kuzuri. Martin hapo unaishi peke yako? Ndio, naishi mwenyewe. Na maanisha hauna mke? Mimi bado sijaoa. Ila ni kusafi. Kidogo tu lakini sio sana. Nimesoma sheria, najua haki ni nini. Sasa Esther, abe kaka, najua wewe ni mwanamke, lakini pia una matumizi yako ambayo binafsi ungetamani kuyatumia. Sasa ngoja ni kutumia la kidogo ili kwa ajili ya kuweza kuangalia namna ambavyo ukahitaji kutumia. Hivi namba yako si ndio unapokea? Kaka, ile. Sawa.
Jesus. What? Martin, pesa yote. Esther bwana. Esther, wewe ni mwanamke. Wewe ni dada ambaye unatakiwa wewe upate mahitaji yako. Sasa mbona ni vitu vya kawaida sana? Martin, Mwenyezi Mungu akubariki. Esther, unajua hata vitabu vya Mungu vinatuasa kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo kama nina nafasi ya kukusaidia, wacha nikusaidie. Kama nina nafasi ya kuwasaidia watu wengine, wacha niwasaidie. Kwa hiyo sio nyingi na naamini una matumizi yako, si ndio? Ele. Kwa kubariki sana kaka. Esther, kuwa na amani. Nyingi sana. What? Esther, nini? Martin, nakushukuru sana. Sana kakaangu. Kuwa na amani Esther. Kuna ngapi mtaani kakaangu? Kuna muda nahisi kabisa wewe ni malaika kwangu. Wewe sio binadamu wa kawaida kaka. No, Esther. Tuko wengi mitaani. Lakini mimi ndo nimechaguliwa kupata msaada. Usijali Esther. Ni vitu vidogo sana kwangu. Sawa na mimi nimeamua kwa dhati kukusaidia. Kwa hiyo kuwa na amani. Usije kunichoka. Mungu akubariki sana. Usijali Esther. Sawa. Roho Mungu ametukutanisha kama Martin. Barikiwe sana. No. Esther, no. Peleka. Simama ulipa. Tatu. Tim, chit. Pole. Sijali. Okay, sijali. Usijali Esther. Unajua ni mwanamke na naamini una mahitaji yako na matumizi yako ya kimsingi. Sawa? Sasa mimi kwa sababu kuna sehemu nakimbia kidogo nina kikao, nafikiri tutaonana baadaye. Sawa? Lakini kama kuna chochote basi uniambie. Sawa. Haya, uwe na siku njema. Asante Kamati. Mungu akubariki sana. Bariki sote. Amina. Jehova. Asante Mungu. Asante kwa ajili ya huyu kijana. Asante kwa kila anachokifanya Mungu. Naomba uendelee kumlinda, kumuongoza. Anisaidie asichoke Mungu wangu mimi, asichoke. Sasa baby. Ngoja nimwahi yule chafujo wangu kule. Nalijua hilo. Kamjela na nguvu. Najipika na wendo na amani. Sio yule alivyo na makelele yule mwanamke. Yaani kisha wazaza swala la kwenda nyumbani na changanyikiwa. Haki ya Mungu. Ila nikiwa hapa mburudani moyo. Haki ya Mungu. Sawa, ndo siku utafute sasa. Uburudike mpaka uwe na amani ya moyo. Mzungu wewe. Hizo mzungu. Ndani kapotea mwezi mzima sana. Chako mdanganya. Mtoto anapenda hivi. Sawa. Usijali. Mtajua wewe namna gani tutafanya kukutanisha naye. Changamka basi. Usijali. Au niamini? Niamini. Kwenye kuamini hapa. Nakuamini. Sawa. Ili simu yangu kwa hapa. Wache na uzito fulani hivi. Ndio kidonda alikuwepo ndani. Taja namba yako. Mimi sijaikariri kichwani. Mimi mambo mengi sana, nitafute hela, sijui nijenge magorofa huko, alafu nikariri na manamba. Mambo gani haya? Taja namba. 019 13 ndio 40. Hapo palipobaki na hisi na ijua. Sasa nini? Kwa nakariri namba mwisho. Nakariri mwisho tu. Hai, check your phone. Okay. Asante. Yaani hapa
hapa pato. Ni hapo tu. Jamani. Sijamaanisha hivyo, yani hapa tu. Hizi mtupu. Nazidi ukupenda. Hizi mtupu. Haya, nenda kwa makelele wako. Sasa naitwa kwa jioni makelele basi. Washikili tatu hapa. Haya, poa. Wewe siingia mtu mwingine mndani. Tutaona. Acha hivi. Wewe. Fresh basi. Haya. Moyo si kama ya kawaida, hakimu ni hisia na mashahidi ni ndoto. Mapenzi yanavyoma, hakuna msamaha. Nimefungwa kifungo cha kimya kwenye jela ya upweke. Mimi ni mcha Mungu, sina makosa. Nimependa kwa kweli, lakini nampenda siona. Yeye bado anamhukumu mwingine kwa kosa la zamani, wakati mimi nipo hapa. Naomba nipate nafasi. Sikutaka kuwa shahidi wa maumivu, nilitaka kuwa hakimu wa upendo wa kweli. Na kila siku naomba Mungu nipe ushindi, nishinde kesi ya moyo, niwe huru kimaisha. Kesi ya moyo si kama ya kawaida, hakimu ni hisia na mashahidi ni ndoto. Mapenzi yanavyoma, hakuna msamaha. Nimefungwa kifungo cha kimya kwenye jela ya upweke. Wakili wa mapenzi analia kimoyomoyo, na mshtakiwa ni mvulana aliyekata penzi halali. Kwenye kizimba cha maisha tunapigania furaha.